sio kwako. Abelia. Karibuni sana Mose. Anduma Tabia mwiko mbele. Anduma kijoko umebarikiwa zaidi. Karibuni sana. Wewe na Joma barikiwa mama Afrika, mama imwazime. Wewe imwazime mwana Yehova mama. Mmebarikiwa sana na Yesu. Yale zaidi mmebarikiwa sana na Yesu. Karibuni sana wote kila wenda ba. Kile kitu nasikia utachukua pia. Anakuona karibu kule tinga pio. Karibu this side. Mwoke. Ukionekana kama hapo ile na ile ndio kwanza kuna wajina sio wanaokoka mbele wao kama hao wanaanza kwa yule hali madara kwa Biblia Elizabeth Pita okay ingine ndio roho ya Mungu na kwa wewe na kwa Mungu na kwa roho ali ewa tatizo yako ina roho ya Mungu asante Bodoh kita ke sana. Kakak buat sekolah kita. Nenek kakak itu apa pone. Untuk apa ni deh? Uji sama lah. Ini, aku itu orang. Walau yang Esta kan. Bulat bulat. Cari puja. Cari puja. Nak dia tengok mana dia kan? Apa dia baik di mana pun. Mereka main sini. Di masa tu ada mana? Nah, itu begini. Niambie. Asante sana kwenda na unasoda. Unga, wapi ya usikane? Elizabeth, kuja. Narudi, kuja mwebaji. Kuja. Usikianguka wajana naanza kwa madhabahu. Twenda na watie, twenda na wao. Najua hiyo jacket pesa yako. Najua. Na sio kuambia sokele uende na wewe kete kwenda. Ndio wako zoiba. Tu kama wewe. Karibu sana mbaji. Judy, una uko nje Judy. Daktari Judy, ako wapi? Mbona simuoni? Daktari wewe unakunywa maji naitwa hapa. Daktari Judy wewe unakunywa maji na wewe live hapo unapotoka. Chukua. Naona mimi wewe au. Wewe na singi bila maji pesa. Pesa ndo hapo ndio tukumwambia kwa nini yani. Sana sana kwa la mwinza. Chao kwa mkono wa mbele. Wewe wanzo ni kuona ndo ana yote. Oka. Wewe na wewe wengine kwa takasema mwina na kete. Na nunulia mituki kuja hapo wapi mituki hapo hapo ndio ni mungu mwana anakuja nani wewe leta pesa kama wanaongea sisi hawakosa pesa hiyo wewe unanunulia nani angalia uone kama ni nini unataka nini wewe nunulia bread with money, not bread with money. No, tukuwa soda. Bread maniwa na tadi nene mundo kita nak tuku beli. Bread di bawah bread. Bread fry, nene sini mana? Kalau nene sini mana? Bread mana? Kau mana? Sana. Salah juga. Mana? Joli. Bangsa salah. Punya pasangan tuan suami saya Amerika wewe ndio kuja kubaia nani jamaa wanasuti pale nyuma wapi kado wewe na kaje bako aye bana ni kama bana wewe kesi ukakesi kama wewe ndio ini mereka ada kata yang kau tahu. Kemudian pas orang kata yang ini aku lihat ini siapa pernah orang baca orang kaya. Ujian kita tadi boleh tak
kami kanisa ni bonge. Ai, tena ni ada orang yang orang orang mungkin dia bonge. Di sini. Ini bagaimana kita ikut? Lewat referensi nama Musa ini referensi adalah itu adalah lagi kita tahu ini itu sudah bukan itu dulu lagi. Salah referensi nama Musa si masih sekolah kidogo alikuja lagi nikakunywa maji nikakunywa neno kali hivi ndio wao kwa hivyo kwa sababu ni free kama hiyo tuma ndio kwa ni boma nanya vipi ya wewe unaeleza wewe unataka soda wewe kuja uko na kitu peke yako tunaacha maneno mambo yao kila mambo nada mnakuja kuita wale kwa ya ruhusa ndio 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 itu kalau kamu memang dong ini jauh. Banyak tidak ada yang tahu banyak ini. Proyek punya ini. Kenapa? Dia tak ada kamu baik ini. Kalau tak ada, itu ini kan? Juga yang boleh tu. Mana? Banyak yang Salome dilihat kwa wanaoyao wanameti hivi ukwete sana na blouse ya white uwe kena likono la ya red mjoga ona sasa soda eta Salome dilihat mjoga kwa ayu kujena ke ngaya dewa doa soda na kudoa na damana dewa kwa dewa doa soda kutoka eka ni kule bibi yako ni kule la mahali damana ke damena damana tahu itu so dia kule bana ni jangan deh mana doa ai ta cả rồi mà này cắn ngay để cay tôi nhớ rồi rất hay lắm thôi đấy rồi đó là cái vùng miền này như thế bây giờ cái đó nó bắt đầu nó còn không nhưng mà đây là nó nhớ là từ đó là bây giờ và rồi nó sẽ mang rồi nhưng mà anh nhá ấy nó có rồi nó cũng là cái này nó biết không ấy punya apa juga mana sih apa orang ini banyak mahal kok. Kayak berarti sama dia orang ini apa lah? Ya kayak aku ini tadi, ini orang yang buat apa? Ya. Betul lagi ada ini, itu mesti nak apa ini? Mana? Mesti itu nak. Ayo dia semua katanya ini mau apa ini kita sama ada kerja aku sini ini baru yang saya bawa Kristi ni kan dalam doa itu juga sebenarnya itu ini siapa yang buat beda nyawa orang orang beda dia itu dia jalan nak bertahan mau itu apa ini Kristi ni kan Kristi ni kan belum ada Kristi ni kau ni kita jodoh ni puja jodoh ini Kristi ni ada puja awak jangan orang yang jadi manusia yang buat ini dia waspada. Dalam itu misalkan yang mana? Dalam itu apa? Boleh dilihat dengan dia. Apa? Dilihat dengan ini. Apa? Ini doa yang. Apa? Kita bayar. Masih
sita matoia pale nyuma. Ukiangalia nyuma wewe Mama Sharon alikuja. Hapo wapatati. Ai, oga Mama Sharon. matoia pia hapo Wewe leo. Hapo umebeba na msichana wangu. Ndio usaidie na upige na yeye. Umeheshima na unaitwa msichana wewe unaona kama kwa mama. Kwa mfano akakwambia. Wewe wanasema ni lazima kama vile. Sasa nataka kueleza na hapo. Hii ndio hii. Sasa kuja na wale watu wao sana. wale watu sana mimi naendelea kwa sita asante sana ni bwana karibu atupe soda sita pale nyuma watoike pale mwisho wa dirisha kuja Oga na wale wale. karibu tu wewe usiangalie nyuma kuja mai sita hapo haujawaiwa soda karibu maana mjua kwa wili hiko hapo kwenye tu kelele hiko wawili karibuni sana na wabaia soda kujeni sita karibuni sana karibuni niwaambia niwapenda ule kujeni niwaambie soda asante wewe ule pia ndio kai sita karibu sana haya kule kama unapenda pale kuja ni wewe ukiangalia nyuma kuja wewe hapo kuja ndio wewe kuja nani mwingine hapo wapi sita kutoka kitambaa hapo wewe kuja huyu mwingine hapa malizie na huyu mwingine hapa Leo matata. Kwa nini? Lakini wewe utakunua soda, tubalie mtu na lenye kwa na tubalie mwingine, msiwe mchoyo. Kristi wapi pesa? Pesa. Thank you. Daktari wako kuna umite tena daktari wako Wamepika wangapi? daktari wako na kata dada ndio au ndio nini wapi pesa chukua kuja kwetu kwa hiyo soda nani angalia Pastor Veronica kuja Pastor Vero kuja ni wewe tu kuja na pesa yes bado hata nikisema hapo ndio mambo ya nilikawa ya ndio elimu na lugha ya wangai kwenda kazi ndio soda ndio ya
nataka wasiende kupatia hata ile dunia kupiga magoti, kwa sababu ninataka kusimama hapa sababu leo hapo pamoja na familia yako uimbaji wa dada yetu. Niseme ya kwamba launch inakuwa ni introduction, yaani sasa Salome tunaintroduce katika ulimwengu wa uimbaji. Naelewa sasa, yaani katika hiyo anga ya uimbaji ili huwa waimbaji wawekwe ile tunaita hawakui. Yohana alitaka kumzuia, akasema mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe wacha kwangu. Yesu akamjibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo ipasavyo kuitimiza haki yote. Akakubali. Miaka 30 Yesu alikuwa seremala, alikuwa anafanya kazi ya useremala, lakini baadaye akaenda kwa John ambaye alikuwa anabatiza watu, ambaye alikuwa wameachana na mianzi 6. Yaani Yohana alikuwa wa Yesu maima kasi na aiku na mika mkatu na asiaitwe. Alikuwa amezaliwa wakiwa na lengo ya kwamba ndiye atakuja kuintroduce Yesu, kumtambulisha Yesu. Utambulisho wako ndio unategemea kupokelewa kwako. Nataka usikize vizuri. The way you are being introduced is the way people they will receive you. Nanielewa sasa? Sasa watu walikuwa wanajua Yesu kama seremala, lakini sasa Yohana alipomuona Yesu kule akasema, yule unamuona ni mkubwa kuliko mimi. Watu wote wakashangaa kwa kujua Yohana ndio sasa nabii mkubwa sana. Sasa wasemaje unaposema ya kwamba ati Yohana, unaposema Yesu huyu ajaye nyuma yangu ni mkubwa kuliko mimi? Kinaanza mapokeo ya Yesu, anaanza kupokelewa, anaanza kupokelewa kama seremala, anaanza kupokelewa kama Yesu. Na Biblia inasema ya kwamba baadaye, Biblia inasema Yohana akaogopa. Yesu alikuja abatizwa, lakini Yohana akamwambia, Bwana, wewe nakuona wewe ni mkubwa wangu, wewe nakujua wewe ni mkubwa kuliko mimi. Lakini Yesu akamwambia, kubali ndio uweze kutimiza haki yote. Kinachotendeka ni nini? Leo Yesu anataka kuintroduce Yohana, anataka kuintroduce Yesu katika ulimwengu wa nchini, amtoe katika anga ya kuwa tu seremala. Kama vile sasa umekuja mahali hapa, we are now doing this event not just to launch your ministry, but to introduce you in the realm of music. Nanielewa sasa Kwa sababu kule utakutana na vitu, alafu utakuuliza umeleta huko na nani? Nanielewa, lakini kule utakutana na mawimbi, kwa sababu after an anointing there is a battle. Bible inasema na wakati Daudi alimwagiliwa mafuta, Wafilisti wakakuja ili wapigane na yeye. So wewe umekufanya huduma ya uimbaji lakini bila ruhusa. Sasa umekuja tukuwe
na tukupeane katika mioyo ya watu. Nanielewa sasa ili unapofanya huduma uwe kama chombo kwenye madhabahu. One thing I want to, as I introduce you, I want to do this. I'm not introducing you ili uwe mwimbaji wa Church of the Nazarene, but I want to introduce you ili uwe mwimbaji wa kanisa la Kristo. Kanisa la Yesu ni kubwa kuliko dini ya Nazarene. Kanisa la Yesu ni kubwa sana kuliko mipaka ya dini. Tuko pamoja? Let the sky be your limit in the name of Jesus. I pray that God will, Mungu atakupanua and the sky will be your limit. No demon, no witchcraft, no magician, no devil worshiper, no Illuminati can stop your ministry in the name of Jesus. Unapoenda kule wimbo wako ukaimbwa mpaka na watu kwa mbali. Wimbo wako ukaimbwa na walevi. Wimbo wako ukaimbwa na watoto. Wimbo wako ukaimbwa na wazee. Wimbo wako ukaimbwa kanisani. Kwa tunaenda kukuintroduce where now mahali popote utakuwa unasimama, your songs will change many lives. Kwa Mungu akuchukue leo akuweke kwa midomo ya watu. Akuweke kwa midomo ya watu. Hiyo nataka nikupeleke vizuri. Kile kinaweza kufanya ufanikiwe zaidi ni Mungu kukuchukua sasa akuweke kwa midomo ya watu. Watu waanze kukuimba. Watu waimbe wimbo wako. Watu wakutamani. Watu wakupende. Uso wako uwe na kibali katika jina la Yesu. So I'm now introducing you in that area whereby I'm not going to introduce you kama daktari kule, ama kama msichana au kama mke. Naenda kukuintroduce kule kama the minister. Mimi sikuintroduce kama mwimbaji, na kuintroduce kama minister wa injili, minister wa muziki wa maisha sasa. Yaani you are a minister, wewe ni mhudumu. Wewe sio just hautakuwa unasema mimi nimekuja hapa kama mwimbaji. No, yako iko zaidi, yako ni huduma, na Mungu amekuja akusaidie. Kwa sababu ulengo huo unaenda kuingia una vita sana. Watu wengi wameenda kule kwa sababu wanataka kupata majina, wamejiuza, wameuza maisha yao, wameuza ule utakatifu, wameuza ule msimamo. Mimi nakuomba kwa heshima ya Mungu ya kwamba napoenda kukupeana katika ulimwengu ule usipoteze wokovu. Ikifikia mahali uone ya kwamba kuna kitu kinaweza kukufuta, either ni eli utoke kwa uimbaji kuliko kumwacha Yesu. Maana ni makosa kuimba hapa duniani na ukienda mbinguni ukose kuchaguliwa kuwa mwimbaji katika kwaya ya mbinguni. Kwa hiyo sasa ujue kwamba mwimbaji hapa mbinguni ni muziki. Mbinguni wimbo mmoja unakaa zaidi ya miezi na miaka. Wewe ukiimba hapa, wacha Mungu awe anafurahia anapokutazama, anasema kweli kunaye kwaya inayotoka mbinguni. Sasa kutoka leo nyimbo zako utakuwa unatumiwa na malaika. Malaika watakuwa wanakuletea nyimbo. Ninaomba kama vile mimi uletewa wimbo pia, ninajua kwamba waimbaji hatuimbi kile tunachofikiria, ila tunaletewa wimbo. Naomba Mungu malaika waanze kukuletea wimbo utakaopenya mioyo ya watu. Malaika waanze kukuletea wimbo sio wa kujifariji, lakini wa kumsifu Bwana na wa kufanya ufalme wa Mungu. Ombi langu la mwisho, waimbaji tumelia sana katika nyimbo. Mungu akusaidie usiwe mwimbaji wa kulia. Mwimbaji wa kulia. Mwimbaji wa kulia ni mwimbaji mtu akikwazwa na mume wake anaenda kusema yanapita. Naomba Mungu akusaidie, au utaenda kuwa mwimbaji wa kulia. Utaenda kuimba Mungu kile Mungu anachotaka, sio hali unayopitia. Hautakuwa kwamba leo nikikuja hapa nikukemea unaenda kusema siku moja nitapata kanisa na mimi nitapata kanisa. No. Na kuomba uende ukaimbe, uwe unauliza Mungu, ni wimbo ninaoenda kupata jamani ni wimbo wako au ninaenda kuimba watu nafikiria tu.
Mungu akusaidie na akutenge ili uwe mbegu iliyotengwa na Mungu. Usiinge ya dunia ulete kanisani. Kumbuka ya kwamba Mungu wetu ni mtakatifu, na kwamba kuna vazi ya kubadilisha ya uimbaji. Kadisha hilo vazi ikiwa takatifu na utaenda mbali. Mungu akubariki sana mzee, kwa sababu mwimbaji ni mtu mkubwa sana ambaye anapoendelea unapopeana sasa, ujua kwamba tutampokea na atachukuliwa na watu, alafu kila mtu atakuwa na viu yake. Wakati mwingine unapokutana mtu mkubwa, mtu wa watu, mwimbaji si wako sasa peke yako, ujua kwamba atakuwa watu wengi. Utashangaa kwamba wewe unamtaka nyumbani na mwingine anatakikana aende kuimba. Mungu akupe neema ya kumfungua na kumpeana. Maana hata nikimwanoini leo ukiwa umefunga hakuna mahali ataenda, lakini leo ukinipatia yeye na mimi nimpatiane kwa Mungu, sasa sote hata mimi mwenyewe sitawahi kupigia simu nimwambie umekataa kuja kanisani, kwa sababu mimi nampeana katika ulimwengu wa music. Nitakuwa nataka tu kumuona kanisani wakati napotakiwa, lakini sitawahi kuzuia na sitakufungulia mbingu nusu, na ifungua yote, ya kwamba ukitaka kwenda Amerika uende, ukitaka kwenda Asia uende. Na mimi ninachokwambia kwamba go and minister to the altar of God, but not to this altar only, but to the altar of God. So mzee, Mungu akupe neema, kwa sababu ibaji wanatukana saa zingine, unaelewa, unatukana. Alafu sasa na wewe nikwambie, sasa tutakutukana. Watu wanatukana sana, unaitwa kila majina, unaitwa kila jina. Sasa unajua kwamba mtu aliye hai lazima ataongelewa mabaya, ila aliyekufa watu wote wanaenda kumsifu. Unanielewa? Lakini jua kwamba huduma ni vita. Take it as a battle. Now for you to go to that dimension you want to go, you must be ready to fight the battles. Battles ni kupigwa na watu, kuelewa na watu, kuibukiwa na watu, wengine kukukwasa. Wewe kuwa tayari. Paulo anamwambia Timotheo kuwa tayari wakati unaokubalika na wakati usiokubalika. Paulo akatishwa na watu, akaambiwa usiende kule, watakufanyia hivi na hivi, lakini neno moja Paulo alisema, siogopi kufa, wacha kunitisha, niko tayari kufa kwa sababu ya neno, ili nifikishe huduma yangu mahali ninapoenda. Let me tell you something. When mimi huwa naamini nikufe, nenda bana sokoni kike yangu ni nani nenda bana sokoni kwa hadi mopi kabalani nje, tukaangie kukwira mkubuni wangu hivi, tukaangie kuuma kwa Mungu atetea yake, tukaatembea na Mungu wa mkubuni wangu hivi. Ready wakati uko huu, wakati uko huu. Huduma haiwezekani na mtu wa kutisha. Unanielewa sasa? Mimi ni mtu wa vita, umekuwa pamoja nami, umepita kwenye vita nyingi, lakini Mungu amenisaidia. Maana huwa anasema I'm ready to fight. Ya mwisho sana, usifanye kazi yako kwa mashindano. Hatushindani na nani. Itujiende nene kila kata imana wayo wafakani. Ya kwamba kila mwe mwana wake. Tukiendozi kalosi mwana, tukiendozi na tolo, tata kabina be you are self. Don't fake yourself. Be yourself. And when you Mungu wako unocheki laimu, na hiyo tonena wewe akonenge tepina atuwaji dogo na wamituki. Tubone tutepesa unitumi. Mungu onoga ndio lakini ukaikopicha. Kila pia lazima ukapicha. Wanawa kabisa sababu haina wana wako ukina kwa Mungu mbebani. Ndaida uone tupa kalamu. Do not have this mind that I'm going to change the whole world. No. Unaelewa? Unaenda kubadilisha watu fulani walio katika dunia. Kwa hatatako aliyopenda aliyolambio ndio kaumia. Inde kanaka nao ka aliyolambana. Mungu la anaga yumtumete nduma. Don't accept kipawa si atwalangi, appreciate atwalangi. Panono wana akina ndio mazeke labi muombe na ndipo kwa mama ni mwanga azio ayi jamani ndugu. Gaya utendeze with kila Mungu hata kukalikoni kiu, kukalikoni masinga. Nduka hata kulika baba. Ulikoni masinga. Tuko mawia wako. Do not compare yourself with outside. Please. Kama vile Mungu alivyokuita,
amekuita hivi, usiongeze kitu kingine. Mungu amekuita hivyo ulivyo, alikutaka hivyo. Hilo kenda kwa hali ukautu ikona. Hiyo ni yetu ni ngaibeza daya ndekati ndia malasta. Na ngiye ndangaya mbele tunge ya lasta za kitu nenda. Mungu ndiye alama ndio kwa lasta. Mpaka ina masio. Kila mtu kwa kuna mtu ameiba akiwa na lasta, mwingine anaenda akiwa hivi. Sasa wewe maintain vile Mungu anakutaka ukima kaa hivyo. Sawa sawa? Kaa hivyo. Usije huduma. Remember the cause za Mungu hivi. God first, family, ministry. Never confuse that, and you maintain your family. God, family, ministry. Ina maana usiwahi enda kwa huduma mzee akiwa hataki. Naelewa, kubaliana na yeye akupatie nafasi uende kufanya kazi ya Mungu na Mungu akubariki. Naomba huduma hii na utamu na matunda mazuri. Naomba Mungu awaweke mahali kwenye shamba. Maana hii ni shamba kubwa sana. Gaya mnaende kulaku si haanesa. Huduma ni muikana. Mimi kwa miaka 16 nimekuwa kwa huduma miaka 18 na uimbaji karibu miaka inaelekea 20 sasa. Miaka 18 kwa huduma ya uimbaji. Sijawahi ng'ang'ana. Tangu niowe uke wangu hatujai lala na njaa. Hivyo Mungu huyo wangu ndio nakuombea. Mimi sitaki ulipe gharama, nimelipa gharama. Sitaki ukae kwa vita nyingi. Nilishapigana vita, wewe usipigane vita. Kutoka leo. Amen.